Habari, endelea kubarikiwa na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau subscribe. Maneno ya Mungu anasema hivi: watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu uonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi uzaa mapoza. Watu wa mji wakamwendea Elisha wakamwambia, tunakaa katika mji huu, mji ni mzuri kama unavyoona, vitu ni vizuri kama unavyoviona, lakini mji unazaa mapoza, maji hayafai. Watu wanafanya shughuli zao, hakuna kinachoonekana. Watu wanafanya vitu vyao, lakini hakuna kinachozaliwa. Mji ni mzuri, lakini vinapozaliwa vote havifai. Watu wakabidi wamwendee Elisha, mwambie, bwana wangu, tunafanyaje ili tuweze kuvuka mahali hapa? Mji tunakaa ni mzuri, una biashara nzuri, lakini hakuna faida. Una kazi nzuri, lakini hakuna hela inaonekana. Una mifugo, lakini hakuna kinachozaliwa. Una familia nzuri, lakini hakuna amani kwenye ndoa, hakuna amani kwenye mahusiano. Mke ni mzuri, mme ni mzuri, lakini kinachozaliwa ni mapoza. Yanayotoka maneno kwa mme wako ni mapoza. Yanayotoka maneno kwenye mdomo wa mme wako ni mapoza. Kazi nzuri, lakini ni mapoza. Elisha akabidi awape nini cha kufanya ili waweze kutoka katika hayo mapoza. Ndio kitu ambacho nataka tutembe nacho siku ya leo, ili Mungu afike sehemu. Inawezekana wewe umepita katika mazingira kama hao ndugu walivyopita. Wana biashara nzuri, wana kazi nzuri, wana vitu vizuri, lakini hakuna kinachoonekana. Angalia mstari wa 20 pale. Biblia inazungumza pale. Inasema hivi, akasema, nileteeni maji, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchem za maji, akatupa ile chumvi umo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka tena kufa wala kuzaa mapoza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilonena. Nachotaka nikwambie hivi, watu walivyomfuata Elisha wakamwambia kwamba hapa kuna mapoza, hapa vitu vinazaliwa vinakufa. Elisha akachukua chumvi, akaenda kwenye chemchemu, akarusha ile chumvi, akasema sawasawa na neno la Bwana, kuanzia leo maji haya yatakuwa matamu, nchi haitazaa mapoza. Na mimi nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, kama mtumishi wa Mungu umekuja katika ibada hii, umesikiliza mahubiri haya, umepata neema ya kujiungamanisha na ibada hii asubuhi, kwenye biashara yako usizae mapoza, kwenye ndoa yako usizae mapoza, kwenye chochote unachokifanya kizae mapoza, katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukwambia, wiki utafanya biashara yako, utapata faida. Wiki utafuga mifugo yako na itazaa. Wiki utaanzisha mahusiano na hataribika. Wiki katika amani katika familia yako itaonekana. Chochote ambacho kimeonekana kama mapoza, tumekiondoa kwa jina la Yesu. Elisha akasema, kuanzia leo mji huu hautazaa mapoza. Na mimi natangaza kuanzia wiki hii na milele, mapoza yatakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Chochote kilichosimama kuzaa kinaharibika. Unaanzisha mahusiano yanakufa, unaanzisha biashara zinakufa, unaanzisha vitu vyako vinakufa. Hiyo ni mapoza. Na usifikiri vitu vya kawaida. Watu wanaweza kuona vitu vya kawaida. Hawa ndugu walifika sehemu wanafanya vitu vyao vinaharibika mwaka wa kwanza, wanafanya vitu vinaharibika mwaka wa pili, wanafanya vitu vinaharibika mwaka wa tatu, lakini wakajua hapa kuna kitu ambacho sio za kawaida. Wakabidi wamwendee mtumishi wa Mungu. Nachotaka nikwambie hivi, hii ulioifanya kuja kusikiza neno la Bwana na kunisikiliza kwa njia ya mitandao, Mungu anaenda kufanya kitu ambacho sio cha kawaida katika wiki hii. Lolote ambalo limesimama kwenye maisha yako, kazi za ibilisi zimeharibiwa katika jina la Yesu. Natangaza katika mji wako, lolote ambalo limekaa kama poza, unafanya vitu vinakufa. Lolote ambalo limekaa kwenye ofisi yako, unafanya vitu vinaharibika. Lolote ambalo limekaa kwenye familia yako, unafanya vitu vinaharibika. Natangaza katika jina la Yesu, roho ya mapoza isiyo sehemu yako, roho ya kufa vitu isiyo sehemu yako. Nataka niombe juu yako mtumishi wa Mungu. Chochote unachokiona, umefika sehemu umekata tamaa, umesema mtumishi, bora nifunge biashara. Hapana, usifunge biashara yako. Unasema mtumishi, sitaki tena kuingia kwenye mahusiano. Hapana, lazima uingie, kwa sababu ni kusudi la Bwana. Biblia imesema kila si vyema mtu akawa peke yake,
Hamna hali ya kufika sehemu kukata tamaa. Unaweza kusema mtumishi, bora niondoke kwenye hii ndoa. Hapana. Neno la Mungu linasema ni Mungu ambaye anachukia kuachana. Nataka niombe juu yako. Lolote ambalo limesimama kama poza, unafanya vitu vinakufa. Unaanzisha biashara zinakufa. Unafanya kazi miaka miwili, miaka mitatu unafukuzwa. Unaanzisha mahusiano miezi miwili inaharibika. Unafanya vitu vinakufa. Hiyo ni roho ya mapoza. Na nataka nikwambie wiki hii, hiyo roho inashindwa katika jina la Yesu. Hapo ulipo, unaweza kufumba macho yako. Nataka niombe juu yako katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Asante kwa biashara ambayo umempa. Asante kwa ajili ya mahusiano ambayo umempa. Asante kwa ndoa ambayo umempa. Kila roho yote ambayo imesimama kama poza, anafanya vitu vinakufa, anafanya vitu vinaharibika, lakini natangaza katika wiki hii, katika jina la Yesu, tunapoanza wiki hii, nguvu za Mungu zikamtetee. Zinapoanza wiki hii, neema ya Mungu ikamtetee. Kama watu wa mji ule, Elisha alivyotakasa yale maji, Elisha alivyotakasa ule mji, nami natakasa biashara yake ikainuke. Kila roho ya kufa, kila roho ya kuharibika haitakuwa fungu lake katika jina la Yesu. Ninakuombea wiki hii, Mungu akakuinue tena. Roho ya mapoza isiwe fungu lako katika jina la Yesu. Mungu akakuonekanie, Mungu akakuvushe, Mungu akakusaidie katika jina la Yesu. Neema mpya ikaonekane kwako. Roho ya kufanya vitu na kuharibika haitakuwa fungu lako. Utaanzisha biashara, itainuka. Utaanzisha mahusiano, yatadumu. Utaanzisha kazi zako, zitaendelea. Utaanzisha huduma, itainuka katika jina la Yesu. Pokea upako wa kwanza wiki hii, na neema ya Mungu ikakutangulie unapoingia ofisini, unapoenda nyumbani, katika kila eneo utakaopita hii, Mungu akakutetee katika jina la Yesu. Amen. Loko shonto kori mashike. Lika basonto kori mashike. Loko sonto kori mashike. Loko sonto kori moshondo. Lika basonto kori mashike. Loko sonto kori mashike. Lika basonto kori mashaka. Tunaharibu kila nguvu za giza na chochote kinachosimama kinyume na kazi zako. Kazi za ibilisi zimeharibiwa kazini. Kazi za ibilisi zimeharibiwa kwenye ndoa. Kazi za ibilisi zimeharibiwa kwenye eneo. Katika jina la Yesu, lolote lililosimama kinyume na maisha yako, loko sonto kori mashaka. Loko sonto kori mashaka. Roho ya vitu kufa haitakuwa fungu lako. Roho ya vitu kuharibika haitakuwa fungu lako. Loko sonto kori masheke. Loko sonto kori masheke. Ninatangaza neema ya Bwana ikapite ikakutetee. Ninatangaza neema ya Bwana ikapite ikakusaidie. Ninatangaza neema ya Bwana ikapite ikakuvushe. Loko sonto kori mashako. Loko sonto kori mashako. Loko sonto kori masheke. Riko sonto kori mashaka. Lako sonto kori mashaka. Sawa sawa na neno la Bwana aliyotamka juu Elisha kwamba mapoza atazaliwa, uharibifu utazaliwa katika jina la Yesu. Nami natangaza roko sonto lima sako. Loko sonto kori masheke. Loko sonto kori mashando. Riko sonto kori mashako. Loko sonto kori masheke. Mungu akakusaidie, Mungu akakuvushe, Mungu akakutetee. Riko sonto kori mashaka. Wiki ya kwako ikabarikiwe, wiki ya kwako ikawa ya ushindi, wiki ikawa ya baraka. Loko sonto kori masheke. Rika basonto kori mashaka. Inaachilia neema mpya katika jina la Yesu. Inaachilia kuvuka tena kwa jina la Yesu. Kwenye mji wako ukavuke, kwenye biashara ukavuke, kwenye eneo la ndoa ukavuke. Roko sonto lomo soko. Watoto wako wakavuke katika jina la Yesu. Riko sonto kori mashando. Loko sonto kori mashando. Loko sonto kori mashaka. Asante kwa neema ya Bwana. Asante kwa mkono wa Mungu. Mungu akakuonekanie, Mungu akakuvushe katika jina la Yesu. Tumeomba tukiamini. Tukutane tena siku ya kesho kwa mafundisho mazuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau kusubscribe. Amen.